bora mtu ni Muislamu, bora ni Muislamu anasema la ilaha illa Allah. Hakuwe Jarer, akuwe Mkikuyu, sijui akuwe Mjaluo, akuwe Mkalenjin. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma nabii sallallahu alayhi wasallam, jambo hili la kuleta upinzani kati ya tuseme upande imani ni kwamba tatizo kubwa zaidi ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuleta makabila na mataifa kwa sababu ya uchuki ama mtu kuchukia mwenzake kwa sababu ya mila fulani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema taarafu, ili muweze kufahamiana kivipi. Ukiwa unaweza kufahamu hawa wana mila aina fulani na hawa wana desturi aina fulani na hawa ni watu ambao wanatoka katika sehemu fulani, basi hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala aliweka. Lakini akaendelea akasema, inna akramakum indallahi atqakum, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mbora zaidi ni yule ambaye ni mcha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, kisha waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, na kisha muangalie kile ambacho mbejekea mbeleni, kesho kuna nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii maada ya kusema kwamba sisi hatuelewi na watu fulani ama sisi tuko proud kuolewa na wajami fulani, hiyo sio katika wale ambaye ni inna akramakum indallahi atqakum. Hauko hapo ndugu, unafaa kujua kwamba maelewano katika ndoa inahitaji kwanza maelewano ya mke na mume. Wakiwa wameshaelewana wao wenyewe, wakawa na maelewano na ridha baina yao, ikaja ya pili ni wali ambaye ni mzazi kwa msichana peke yake, si kwa mwanamume. Mzazi kwa msichana akiwa ana accept ile ndoa ewe ipite, basi hiyo ndio katika masharti ya ndoa. Lakini sio kusema kwamba msichana kuja na mwanaume na baba yake akaja akamruhusu. Jamii haina ruhusa ya kuzungumzia ile jambo. Jamii inafaa kujiweka mbali na hiyo, kusema sisi hatuelewi na wa jamii fulani ama sisi tuko proud kuliko jamii nyingine, basi ilikuwa ni kabla al-Islam kulikuwa na mambo kama hiyo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akiteremsha katika ile suratul Abasa akimwambia Nabii sallallahu alayhi wasallam, abasa wa tawalla an ja'u al-a'ma. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nyakati za Kiarabuni zamani walikuwa waangalie watu ambao ni walemavu au waangalie watu ambao ni wazee, hawaangalie wasichana, hawaangalie weusi. Mambo kama hayo yalikuwa nyakati za zamani, lakini wakati imekuja na dini ya Kiislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu alielekea katika nyumba akiwa na yeye na Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Alienda katika nyumba ya Nabii ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, khulafa rashidin wa pili, khalifa wa pili. Umar radhiyallahu ta'ala anhu walimpigia ule askari wa Umar radhiyallahu anhu pale mlangoni, akampigia Umar radhiyallahu anhu akamwambia, uko na wageni hapo nje. Akamwambia, nani hao? Manu? Yule bawabu ule mtu ambaye alikuwa ni soja katika ule mlango akamwambia, Abu Sufyan pamoja na Bilal radhiallahu anhu. Akamwambia rudia hii kauli. Akasema Abu Sufyan pamoja na Bilal. Akasikiza mara ya pili, akamwambia rudia mara ya tatu. Akamwambia ni Abu Sufyan pamoja na Bilal. Sayyidina Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa na rungu hapo karibu. Alikamata ile rungu na kumua yule soja, kwa sababu anamjaribu kumfadhilisha, kumweka juu yule Mwarabu ambaye ni Abu Sufyan. Na Umar radhiallahu ta'ala anapigania kwamba Sayyidina Bilal radhiallahu anhu alikuwa ni Muislamu kabla ya Sayyidina Abu Sufyan kwa miaka 20. Sasa utakuwa ukaribu yangu yule mtu ambaye ameshawekwa karibu yangu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi Sayyidina Bilal radhiallahu anhu Allah shamweka karibu na mimi kwa miaka nyingi zaidi ya Abu Sufyan ambaye ni mtu ambaye amekuja kuslimu baadaye. Sasa inatuonyesha kwamba tulikuwa tunafadhilisha, tulikuwa tunajaribu kuweka hii nyakati za zamani walikuwa wanajaribu kuangalia mambo mingi sana, lakini nyakati hii ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafaa kuwa na takwa kwenye moyo zetu na tuwe tunafanya mambo yote li ajili Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kusema sisi ni jamii fulani na sisi ni jamii fulani, sisi ni Maarabi, sisi hao wengine ni Maajami, wengine ni weusi, wengine ni, yote ni maumbile ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini kukiwa na maelewano baina ya watu, jamii inafaa kukua watu ambao wanaleta kabila zingine pamoja. Tunafaa kukua katika watu ambao wanasaidiana kwa mambo ya khairi li ajili Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kufanya hali ambaye unafanya unajaribu kupromosha mila zingine. Hairuhusiwi ndugu yangu, kokote uliko, uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe Myahudi, uwe watu aina yote, kabila zote, tunafaa tuangalie tu ule ucha Mungu. Na mwanamke
Muislamu anafaa kuolewa na mwanaume ambaye ni Muislamu. Mwanaume Mkristo hawezi akamwoa msichana Muislamu. Hiyo ndio katika sheria ya Kiislamu iko. Lakini ukiwa umeona kwamba msichana Muislamu akaolewa na Muislamu mwingine katika kabila yoyote, katika jamii zozote, basi kubali ya kwamba ile ndoa inasihi na inaruhusiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. You are not the one who created people. Kwa hiyo accept rules and regulations za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio mafanikio ambayo iko mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaykum.